Nimekuja hapa kuongea kwa sababu ya hii maneno nimeona Aaron Cheruiyot ameongea juzi, na ni vizuri tuambie wabunge. Ni vizuri tuambie wabunge wa taifa letu la Kenya, wale ambao wamechaguliwa kuwakilisha wa Kenya katika lile bunge, ya kwamba wale watu wanaongoza sio kondoo na sio watu wajinga. Wale watu mnaongoza ni watu ambao wako na akili. Na hiyo juzi nimesikia Aaron Cheruiyot akiongea. Mambo ingine iko mahali tafika, tuambiane ukweli. Mambo ingine mtu ataenda kudanganya mama yake kama mama yake pengine hakwenda shule. Lakini hatutakubalisha kiongozi kukuja kudanganya Wakenya ambaye tuko na akili. Usione pengine mama yako hakwenda shule, hashikanishi maneno, unaweza mdanganya. Na pengine umezoea kumdanganya na anakuamini. Hawezi sasa leta hiyo uongo kwa Kenya sisi ambao tuko na akili. Kwa sababu nimesikia Aaron Cheruiyot akisema ya kwamba eti ile pesa kwa mfano inatumika na Ndindi Nyoro kule Kiharo kutengeneza mashule, eti ni ile pesa ilikuwa inafaa ilipe walimu. Hiyo ni upuzi ya hali ya juu. Na Aaron Cheruiyot yule yako karibu na wewe hata anafaa kupiga kofi. Kwa sababu ni kuona Wakenya kama ni kondoo. Hakuna mbunge hata mmoja ako na jukumu ya kulipa walimu. Walimu hawalipwi na wabunge. You know this, unajua these thieves, wakora wezi. Simukaange kama mkutano kwanza mnajadiliana nini, mtatudanganya nini, kwa sababu inakaa uongo yenu hata hamkubaliani. William Ruto anarukaruka akisema wale walimu wameajiri. Anasema ameongeza walimu idadi sijui karibu 1200 ya walimu wale ameajiri. Huyu na yeye anakuja kusema ya kwamba eti ile pesa inajenga mashule kule ndio inafaa kulipa walimu. Tangu lini walimu wa Kenya wanalipwa na pesa ya CDF ya mbunge? Walimu wanalipwa na TSC. Walimu wako na budget katika Wizara ya Elimu. Walimu wanalipwa na serikali kuu. Hakuna mahali mbunge ako na kazi ama jukumu yeyote ya kulipa mwalimu. Kazi ya mbunge ni kuhakikisha kwamba mashule iko katika hali sawa. Watoto wanasoma katika constituency. Kazi ya mbunge ni kuhakikisha kwamba zile barabara ambazo ni za serikali kuu amesimamia katika constituency mahali amechaguliwa. Kazi ya mbunge ni kuhakikisha kwamba askari wetu wamejengewa police post. Wakubwa wetu DCC, chiefs wako na maofisi mzuri. Hiyo ndio kazi ya mbunge. Kuhakikisha kwamba katika constituency mambo ya security iko sawa. Hiyo ni kazi ya mbunge. Lakini hakuna mahali mbunge yako na jukumu ya kulipa walimu. Vile Aaron anajaribu kuambia watu hapa, enda ukadanganya watu wenu wa Nandi, wale ambao pengine umezoea kudanganya. Lakini huwezi simama kwa TV ati unadanganya wa Kenya eti ile pesa inatumika huko ni ile pesa ingelipa walimu. Na hii upuzi tumeiona mpaka bunge. Unajua mimi nikiwa hapa na hurumia Ishongwa. Ishongwa anasemanga amesomea Alliance. Ishongwa ni majority leader. Na Ishongwa ni mtu tunatarajia ako na akili mingi sana. Na tulikuwa tunafikiria ni mtu ambaye anaelewa maneno. Hata yeye niliona tu anaongea kama Aaron Cheruiyot huko bungeni siku nyingine akisema ya kwamba eti kwa sababu Ndindi alikuwa chairman wa budget, ile pesa alikuwa anatumia kuendesha Kiharo ni yeye alikuwa anajiwekea. Ili hali ni kama Wakenya ni wajinga, hawajui ya kwamba budget ikitengenezwa katika kule kwa kamati inaletwa bunge, ndivyo mbunge mzima ikuje ipitishe ama irekebishe. Juzi nimesikia Junet. Unajua nimekuja hapa kusomea wabunge. I am not here to support Ndindi Nyoro. Kwa sababu wiko washenzi wengine wataanza kusema hapa huyu amelipwa na Ndindi. Sijakuja hapa kutetea Ndindi. Nimekuja hapa kuanika ushenzi na ujinga ile ambao inaendelea kule Nairobi na wabunge wetu. I'm only giving Ndindi Nyoro as an example. Kwa sababu yeye ndiye alitumika sana kukua accused. Otherwise sijamtetea, na ukiona amenamtetea mimi naongea ukweli. Na silipangwi kuongea ukweli. Labda unilipe kuongea uongo, lakini kuongea ukweli sihitaji kulipwa. Juzi nimesikia Juneta hapa akisema ya kwamba eti hakuna mbunge yeyote katika Jamhuri ya Kenya anaweza kuwa na uwezo wa kutengeneza shule na kutengeneza barabara with a budget of 150 million shillings. Ama hamuko na hiyo video iko ama haiko? Si video iko. Juneta akisema hakuna mbunge hata moja katika Kenya ako na uwezo wa kutengeneza mashule with a budget of 150 million shillings. Kwa sababu hiyo ndio inakuanga budget ya mbunge. Ile kitu Juneta hakusema. Na ndio nataka niambie Wakenya hapa.
kwa sababu Junet pia ni mganga mwingine. Na mtu wako na picha hapo ama video ya Junet akizidua choo kwenye amechaguliwa, anipatie, nitampatia 2,000. Kama uko hapo uko na picha ama video ya Junet Mohamed kutoka wakati alichaguliwa 2013 akifungua choo ama shule mahali amechaguliwa, kama uko na hiyo picha nitumie, au send you 2,000 cash. Saa hii huyo jamaa ni bure. Ile kitu hakuambia Wakenya siku alikuwa anaongea hivyo akiwa bungeni ni ya kwamba hata kama mbunge anapatiwa 150 million per year, katika awamu ya mbunge ya miaka 5 atakuwa amepatiwa zaidi ya milioni 700. That is close to 1 billion. Na wale wabunge ambao wametoka marginalized areas wanapeangwa pesa ingine kando na hiyo ambayo inaitwa equalization fund, na hiyo pesa inakuanga mingi. Kwa hivyo mtu kama Junet ambaye anasema amechaguliwa msituni, huyo mtu hiyo miaka 15 sasa amechaguliwa kutoka 2013, hakosi zaidi ya bilioni 3. Hakosi zaidi ya bilioni 3 zile ambazo wamepatiwa na serikali kuu kusaidia watu wa Kwao Suna East, kuwatengenezea mashule, kuwatengenezea police post na kuwatengenezea barabara. Lakini hakuna kitu hata moja ashaitekeleza kutoka achaguliwe. Hiyo pesa yote hao watu wanakulia hapa milimani tu na wanawake na pombe. Ndiyo maana wakiona mtu mwingine yako na akili ambaye anachukua hiyo pesa kupeleka mahali amechaguliwa, anatengeneza madarasa, anajaribu kurekebisha mambo ya elimu katika mahali amechaguliwa, wanasema ya kwamba haiwezekani, huyo anasema mahali anatoa pesa. Mimi nataka niambie Wakenya, msisikize hizo sauti za hao wabunge. Hizo ni kondoo. Nataka kuambia msisikize hizo sauti za hao wabunge. Hizo ni kondoo. Akina Cheruiyot, akina Junet Mohamed, hiyo Ishongwa, hao watu, hizo ni kondoo. Msiwasikize. Hao ni watu wamepotea njia. And that is why hawaamini ya kwamba mbunge anaweza chaguliwa na afanye kazi mahali amechaguliwa. Msisikize hao washenzi. Hakuna mbunge hawapatiwi pesa. Kila mwaka in 290 constituencies in Kenya, hakuna mbunge hawapatiwi pesa milioni 150. Kwa hivyo katika kipindi ya miaka 5, mbunge wenu atakuwa amepatiwa karibu bilioni 1. Ile ambaye kazi yake ni kutengeneza mashule. Ile kazi yake ndio ile mnaona kwa mfano Ndindi Nyoro anafanya kule katika Kiharu. Hiyo kazi mnaona ikifanyika huko na pesa ya CDF, inafaa kufanyika in other 289 constituencies. In short, kwa ufupi, Kenya yote, katika nchi ya Kenya, nchi yetu ya Kenya, kila mahali kunafaa kuwa kunakaa kama Kiharu. Kama wale kondoo mlichagua pale, kazi yao ni kurukaruka hapo chai na mandazi, kama wangekubali kufanya kazi. Lakini kwa sababu hawataki kuwafanyia kazi, hawataki kuwasaidia, ndio mnasikia wakiongea hiyo maneno. Mimi nataka niwaambie, wale wabunge mnaona wakifanya kazi, wale wabunge mnaona wakifanya kazi mahali wamechaguliwa, msidanganywe na wale wazembe, msidanganywe na wale magaidi eti iko mahali ingine tofauti wanatoa pesa. Hakuna. Hiyo pesa mnaona wakitumia ni ile tu pesa wanapatiwa na serikali kuu kulingana na sheria. Lakini wajinga wengine hapo wamezembea. Junet kazi yake miaka 15 imekuwa kufuata Raila peke yake. Amefuata Raila miaka 15. Hakuna siku hata moja amefikiria kusaidia watu wake. Ndio maana mnasikia akiongea hivyo. Aaron Cheruiyot hata ni mlevi. Huyo ni mlevi wa kawaida, sababu hata mtu hakwenda shule. Hata mtu hakwenda shule hawezi ongea vile Aaron Cheruiyot aliongea. Hii Kenya hata mlemavu kama Makarina anajua walimu wanalipwa na serikali kuu. Anajua hivyo. Kwa hivyo kama hata walemavu wanajua walimu hawalipwi na pesa CDF, wanalipwa na serikali kuu, huyu mlevi anaitwa Aaron Cheruiyot anakuja kudanganya nani? Anakuja kudanganya nani hapa? Wabunge muache excuse. Awamu yenu imebaki mwaka 1.5. 2027, mimi kama kiongozi wa vijana 2027, na mimi nasema wabunge, sisemi mrengo hii ama mrengo hii, nasema wabunge. Naongea kuhusu wabunge, sijakuja hapa kuongea sasa mirengo. Wabunge wote wamechaguliwa katika Jamhuri ya Kenya. Mmebakisha only 1.5 years. Awamu yenu ikwishe. Sisi kama vijana wa taifa hili tutachapisha majina yenu, tutaweka katika billboards. Wale wabunge wote wanakaa supu ya marenge kama Junet. Kazi yao ni kurukaruka na kupiga mdomo na kurukaruka na ulevi huku kule Kilimani.
Walisahau na wale watu waliwachagua. Wale wabunge wanakaa Junet katika Kenya hii. Tutachapisha majina yenu nyinyi wote. Tutaweka mabillboard kule Nairobi. Tutaweka mabillboard kwa vijiji mahali umewachaguliwa. Ili watu wa constituency zenyu wenye waliwapigia kule wajue kwamba nyinyi ni bure. Hiyo rekodi tutawawekea. Ndio 2027 hii nchi kuchaguliwa wabunge wale ambao wako na uchungu na kusaidia Wakenya. Wale ambao wako na uchungu na huruma na wananchi. Wale ambao wako na nia njema ya kubadilishia wananchi maisha. Hao ndio wale wabunge tutachagua 2027. Wale ambao wako na utu. Wale ambao wanasimamia na kuwakilisha sauti za Wakenya katika lile bunge. Na mimi nataka nipongeze wale wabunge wote walisimama wakati wa finance bill. Wakasimama na sauti ya Mkenya. Wakawakilisha sauti za Wakenya kule bungeni. Wakasema hawataweka kidole maovu iendelee. Wakasema hawataweka kidole ili Wakenya wazidi kuchinjwa na kuvinyiliwa. Hao wabunge bado tunawakumbuka na tunawapongeza. Kwa hivyo tutajumuisha wale wabunge walisimama na wananchi na wale wabunge wamefanya kazi katika mahali wamechaguliwa. Tutaweka rekodi yenu. Na wale makondoo kama kina Junet Mohamed pia tutaweka rekodi yenu, tutachapisha mabillboard. Ili Kenya mzima ijue wale wabunge wote katika hii bunge ya 13. Ijulikane Kenya majina ya wale wabunge kazi yao ni kuzembea, kazi yao ni kulala, kazi yao ni kuchukua pesa ya wananchi, wanaenda kukura wa mama na pombe kule Kilimani. Wote tuwachapisha majina yao. Lakini hatutanyamaza sisi kama sauti ya vijana nchi hii. Wale wengine wakikuja katika matelevisheni kudanganya wananchi. Nakuja kudanganya wananchi. Danganya watu wenu kama hawakwenda shule. Danganya watu wenu wa kijiji yenu kama hawajui kusoma. Lakini wananchi hautakuja kuwadanganya. Mambo iwekwe wazi. Kila mbunge amechaguliwa ako na pesa yake. Zaidi ya bilioni 1 katika awamu yake moja ya miaka 5. Na vile vile hata juzi nimesikia Rigiji ameongea mambo ya hawa watu wa Western. Nikasikia wale wakora, unajua wakora hawapendi sana kutajwa. Vile ameongea mambo ya elimu akasema ya kwamba viongozi wa Northeastern kazi yao wakipatiwa pesa wanakuja kuwekeza hapa Nairobi. Wanaachilia watu wanasomea kwa miti. Nataka nisemee hapa. Kama wewe ni Mkenya, either umetoka Northeastern, either umetoka Pokot, either umetoka Suna East, either umetoka Lamu, ama umetoka kule Wembuye. Na katika constituency yenu iko na madarasa ya matope. Mjue yule mbunge mmechagua ni kondoo. Kazi yake ni wamama na pombe hapa Nairobi. Nataka nirudie tena. Kama wewe ni Mkenya, mahali umetoka katika jamhuri hii, either ni Northeastern, either ni Coast Region, either ni Nyanza, ama ni Western, ama ni Rift Valley, ama ni Central Kenya. Na mahali umetoka kijiji yenu katika constituency iko darasa ya matope, ama watoto wanasomea chini ya miti, ujue mbunge wenu ni kondoo. Na alikuja hapa Nairobi raha. Alikuja Nairobi raha, kazi yake ni wamama na pombe katika kule milimani. Hakuna kazi wanafanya kule Kilimani, hakuna kazi wanafanya. By now CDF ilikuja wakati wa Kibaki. Zaidi ya 20 years ago. By now hiyo constituency yenu imepatiano zaidi ya bilioni 5 kutoka hii maneno ya CDF ianze. By now hakuna constituency hata moja katika jamhuri hii inafaa kuwa na madarasa ya matope ama madarasa ya makaratasi ama madarasa ya miti. Hakuna Mkenya hata moja anafaa kuwa anasomea chini ya miti. Wabunge wenu wanawadanganya. Na wasije wakawaambia, sababu hii ndio ile binu wanatumia washenzi, wajinga, wachawi hapa, waganga. Wanakuja kuwadanganya jamii hii inapatiwa pesa mingi. Jamii hii inapatiwa pesa mingi. Jamii hii wanapatiwa pesa. Hiyo ni upuzi. Pesa haigawi kulingana na jamii hapa Kenya. Sheria ya Kenya haigawi pesa kulingana na jamii. Sheria ya Kenya wabunge wote wanagawiwa pesa. Na hata wale wako msituni wametoka mahali msituni zaidi, hata ndio wako na bahati kubwa, wao ndio wanapatiwa pesa mingi. Kwa hivyo there is no any excuse. There is no any excuse ya mbunge wowote ambaye ameshindwa kutengeneza mahali ametoka. Hakuna excuse hata moja ya mbunge hata moja ameshindwa kusaidia watu mahali ambapo amechaguliwa. Hakuna excuse hata moja. Hao watu wanapatiwa pesa na wanapatiwa pesa mingi. Wanafaa kuwa mwasaidia. Kama iko Mkenya anasomea chini ya miti, ni kwa sababu ya uzembe na ufisi na ulafi ya wale wabunge ambao wamekuwa wakichaguliwa.
ama wale wabunge ambao wanatawala. Kwa hivyo ni vizuri niambie Wakenya hivyo, kwa sababu Wakenya wengi hapo wanadanganywa tu. Saa nyingine hawana information, saa nyingine hii maneno hawaelewi, wanaanguka katika mitego ya hawa walevi. Na ndio maana nimekuja hapa niseme ya kwamba Aaron Cheruiyot, Junet Mohamed, Kimani Ichung'wah, hiyo yote wanadanganya Wakenya, yote ni upuzi na ujinga. Wabunge wanapatiwa pesa ya kutosha kusaidia mahali ambapo wamechaguliwa. Mtu asije akawadanganya. Na hiyo ndio ukweli. Tachukua swali moja ama mbili. Na juzi nimeona vile ambavyo Rigathi ameongea hiyo maneno. Watu wasomi kama kina Ahmed Asil, the senior counsel, nimeona juzi amekubaliana na Rigathi Gachagua. Akasema ya kwamba Rigathi ameongea ukweli. Wale viongozi wa North Eastern wakipatiwa pesa kuliko wasaidie watu wao wa North Eastern, kazi yao ni kuja hapa Nairobi wanaekeza. Wanatengeneza magorofa. Wanakunywa pombe ya bei kali na kununua wale wanawake very expensive kule Kilimani na pesa ya wananchi. Lakini watu wanapatiwa pesa. Watu wa North Eastern wanapatiwa, viongozi wanapatiwa pesa yenu. Hamfai kuwa na shida, hamfai kuwa na taabu. Kwa mfano vile ambavyo mnaona Kiharu ikiwa, watoto wa North Eastern wanafaa kusomea mahali kunakaa kama Kiharu, kwa sababu wabunge wenu wanapatiwa pesa. Lakini wanakuja hapo wanarukaruka wamekatalia Nairobi. Mkiwauliza wanajitokeza kwa media kusema Rigathi sio mrembo. Unajua niliona juzi kina Farah Marim, yule mzee mjinga zaidi katika dunia yote, mwenye siku moja alisema vijana wapigwe risasi wote wakufe. Huyo jamaa anaitwa Farah Marim, nimeona anafanya press hapo. Eti kwa sababu Rigiji amesema wabunge wakipatiwa pesa wanakuja hapa Nairobi kukula, hawasaidii watu wao. Niliona Farah Marim akisema ya kwamba Rigathi si mrembo. Kwani mlikuwa kwani Rigathi mlikuwa mnataka kuwa mrembo, kwani yeye ni mwanamke? Mkiambua ukweli hapo mnaanza kutafutilia maneno. Mambo ya Rigathi kukua mrembo na mambo ya kuongea ukweli na kujania wapi? Nyinyi North Eastern mkisikiza wabunge wenu vile ambavyo wanaongea hapa, ni wazi kwamba hao watu ni wakora na ni wafisadi. Ndio maana wakiulizwa kitu wanasema Rigathi si mrembo. Rigathi angekuwa mrembo ndio mungesaidia watu wenu. Tuache upuzi na siasa duni za upuzi na ujinga. Wale viongozi wote wamechaguliwa katika jamhuri kule bunge. Mnalipwa na pesa ya Wakenya na Wakenya ni sisi. Itaida mfanye kazi, msipofanya kazi majina yenu tunachapisha. Tuhakikisha kwamba na tutafanya kampeni. Tutakuwa tunafanya kampeni tukiwa hapa. Kuhakikisha kwamba hamtachaguliwa kama hamsaidii wa Kenya. Hii Kenya itaunganishwa na kitu moja, maendeleo peke yake. Kwa sababu pia huyu mwizi anaitwa William, akienda mahali kazi yake ni kuambia Wakenya nimekuja tuunganishe. William unaenda kuunganisha Wakenya wapi? Hapa tumekaa saa hii tuko kabila mingi hapa. Iko mtu ako na vita na mwingine. Iko na mtu anakalisha mwingine. Wakenya hawahitaji mtu wa kuunganisha. Kenya itaunganishwa na maendeleo, bwana William. Funza wabunge wako hivyo. Kenya itaunganishwa na maendeleo. Kenya itaunganishwa na ile kazi ya ushuru itafanya hapa. Hiyo ndio ile kitu itaunganisha Kenya. Hawezi unganisha Kenya na mdomo na siasa za ujinga hapa tu za ukora hapa tu za kudivert attention. Kenya hakuna vita baina ya makabila. Kenya hakuna vita baina ya makabila. Kabila zote hapa hakuna mtu wako na shida na mwingine. Wakenya sio stima William, hawahitaji kuunganishwa. Wakenya sio stima, hawahitaji kuunganishwa. Wakenya wako na amani, Wakenya wako sawa. Unganisha Kenya na maendeleo. Fanya kazi hiyo itaunganisha Wakenya. Ndio mtoto wa Kiharu na mtoto wa kule Marsabit wote wajisikie wako sawa. Mtoto wa Lamu, mtoto wa Wembuye wasikie wote wako sawa. Kenya itaunganishwa na maendeleo, lakini si upuzi na siasa za ujinga hapa. Kama hakuna swali, hiyo ujumbe muhakikishe kwamba imefikia hawa wabunge.